Hello friends and welcome to this YouTube channel. Yeah, we have been learning this YouTube channel with my wife for past 3 years and we are very thankful for you who have subscribed, for you who have been there with us for the past 3 years, for the 1,200 of you who have subscribed. We are very thankful, and for you who have been listening to our music, for you who have been there with us since the word go, we are very grateful. We thank you for that, and we know God has been blessing you with our songs, with whatever I've been putting in the channel. Thank you for everything. My name is Vincent. So this is my beautiful wife. Her name is Anne and she's going to say a word. Hi beautiful people. Sasa mi mkwaje? Okay, mi nimeokoka, naitwa Anne na Kristo ni Bwana na mlinzi wa maisha yangu pamoja na familia yangu. Huyu ni Vin, mume wangu, na kwa pamoja tumekuwa tukiweza run this YouTube channel and we are very grateful and so thankful to you guys. You have been a great support to us as a family. Yeah, may God bless you so much. So the reason to do the YouTube channel is, okay, for me, I've been a lover of old choir music and mostly Swahili choir music for a long time. So for me, kwenda Sunday school asubuhi, I remember Sunday morning, unasikia nyimbo za choir asubuhi, and that's where my love for old music comes to and started. And since then, pia my dad alikuwa na that old radio cassette. Pia alikuwa amenunua cassette tapes mingi akaweka kwa nyumba. Now when I grew up and na mke wangu tukaoana, and we decided hizi cassette tapes there is no way zinaweza kusikika tena kwa sababu hizo radio cassette zimeisha, zimebaki kidogo na nyimbo zenyewe ziko mahali kwa mtandao wenye mtu anaweza kuzipata. So we had an idea, why can't we record these cassette tapes and put them on YouTube? No, mtu mwenye anaweza penda kusikiza hizo nyimbo, penda kubarikiwa na hizo nyimbo, na pia sisi wa kizazi kipya wenye wanajiita Gen Z kama bibi yangu hapa. Hata pia ni Gen Z mzee. So wanaweza ku-access hizo nyimbo. Of course, we do not own the copyright for the songs, but our main aim is to bridge the gap between the older generation songs and the new generation and introduce these songs to this generation. And yeah, we pia ni a member of our family. Mwenye napita hapa anaitwa Turna. Altaruna, she is our pet. Yeah, and here she is. So going back to why we started the YouTube channel. So we have these old cassette tapes and we are bridging the gap between the newer generation and the older generation musically. Tumekuwa tukisafisha hizo nyimbo, tukizirecord, na zingine tukitafuta tu mahali kwingine kwa marafiki, na pia zingine tunapata kupitia njia zingine. So tuna hope mmekuwa mkibariki. Tumekuwa tukiona comments zenu, tunasema venye mlikuwa mkisikiza hizo nyimbo mkiwa wadogo, tunafurahia. Hata mimi nasikizanga wimbo nasema huyu wimbo unanikumbusha mamangu, huyu wimbo unanikumbusha shosho yangu, huyu wimbo unanikumbusha kijana fulani mwenye alikuwa anacheza net kwa wadogo. Yeah, anajua nyinyi mnabarikiwa wangu hivyo pia. So sisi tumekuwa tukibarikiwa na tuliona we should not keep the joy to ourselves but share it with you guys. Na mnaona mmekuwa mkibarikiwa, mmekuwa mkicomment hapo kwa nyimbo zingine, na Mungu ameendelea kuwabariki. Na asanteni sana kwa wenye wameweza kusubscribe na wenye wameweza kulike nyimbo zetu, wenye wameweza kuwatch na wanaenda wanarudi tena, wanawatch wanarudi tena. Mungu awabariki sana. Mungu aendelee kuonekania na Mungu aendelee kufungulia milango yenu. So now, kwa nini tumeweza kujitokeza siku ya leo na kukuja in front of the camera? Unajua tumekuwa back end, sasa tumekuja front end in front of the camera. So we have been thinking of having a new chapter in this YouTube channel kwenye mtakuwa mkituona mara mingi, na we have come up with a few concepts yenye bibi yangu atakuwa akiweza kuzintroduce, na najua mtabarikiwa. Na kwenye pia mmekuwa mkiona nyimbo zetu, najua pia hata hiyo tengo kingine cha channel yetu pia mtakuwa mnapendezwa nacho, na pia mtaweza kualika marafiki zenu na dada zenu, kaka zenu, mandugu zenu, kila mtu. So kwenye tunasema mbogi, mwita mbogi yenu yote, ukuje, subscribe, najua mtabarikiwa. Okay, so guys, as a family, we normally have Bible discussion, Bible study to understand
the word more. So bwanangu of course is the leader. So wakati ambapo tunaweza kuwa na hizo devotions, unakuta kwamba mimi hufeel kwamba nabarikiwa sana wakati bwanangu anaweza kueleza na nieleza zaidi. I mean, akona knowledge mob historically, biblically. When it comes to the Bible, it is something like an expound kabisa. So for me, nimekuwa nikifeel ile I'm being so blessed sana, na inakuwa ile na get hii word, nasikia manze venye nimeget hii word, I would really want someone else to understand the same. Nasikia ile jinsi nimeweza kuget hiyo word, na feel ingekuwa poa sana like huyo msi akiget that word venye mimi niliget from the source akinieleza, inakufanyanga ufeel wow. So mimi nimekuwa nikifeel we need to share this apart from kunieleza mimi, and as a family mimi nilionelea kwamba ni poa pia nimwambie kwamba hii neno lake linani bless beyond like understanding maybe ambaye angekuwa anaona kama anabariki nafsi yangu. So baada ya kukaa chini tukaona kwamba ni vyema, na akaweza kukubaliana na hiyo story ya kwamba tutaweza kuwa tuna shoot ili tuweze kushare pia na nyinyi kama familia yetu, because you are a family to us. So kaona kwamba ni vizuri tukuange na hizo devotions kwa pamoja, na just like venye nimekuwa nikiblessiwa, so for me na feel the same way mtaweza kublessiwa, and I'm hoping and praying to God that mtaweza kublessiwa na neno la Mungu kama jinsi ambavyo nimekuwa nikibarikiwa. Karibu. Kama venye bibi yangu amesema, tumekuwa tukifanya devotions na yeye, na we love doing that as a family. We may not always do them, so msione kata nyinyi kama mfanyangi hivyo like naenda kwa shetani ama like you're not a good Christian. We are all in this journey together, na so barikiwa. Kufanya siku moja, siku zingine tuko na kazi mingi, siku zingine tunafanya, but the main thing venye bibi yangu amesema, of course I'm not an expert in everything, but mimi ninapenda historia sana. I'm not a historian professionally, but I'm a lover of history, and mimi napenda sana kusoma history na pia kusoma Biblia. So napenda combine zote mbili na inakuwa kitu mzuri. Now doing a combination of the two, I think that's the main thing for this new episode that we'll be doing. So we are saying this might be different from our normal day church activity. Is kwa kanisa tunaenda kugrow spiritually, but hapa tuna grow pia spiritually, na pia tunaweza kulearn neno in a deeper way, na tunaweza kulearn toka kwa historia yenyewe. Kama ni Paul alikuwa anaandikia Galatia, najiuliza Galatia ni akina nani? Hiyo Galatians ni wapi huko? Nini ilikuwa inaendelea huko? It's a good thing to share the word of God, and with the little knowledge that I have, Mungu atubariki. So what we are going to be doing generally, we are going to be taking a topic, and then we are going to be dissecting it depending on the historical view of the topic. So kama tunaongea mambo ya tithing, nasema tithing ilianza wapi, nani mwenyewe Mungu aliambia kwanza tithe ilikuwa inapelekewa nani, kwa nini tuna tithe, inatusaidia aje katika maisha, ni akina nani ndo walikuwa wanafaidika na hiyo tithe. So we'll be mostly looking at Bible with a historical perspective. We'll understand the time when Jesus was preaching. We'll try and understand kwa nini kulikuwa na Rulers wawili katika Israeli. Kwa unakumbuka kulikuwa na Pilate, kulikuwa na Herode, walikuwa kina nani? Kwa nini inasemekana kuna huyu leo Yesu naongozwa na Herode, kesho anasulubiwa na Pontius Pilate? So tunaweza kujiuliza hao ni akina nani, na walikuja aje kuwa wakuu wa wana Israeli, and where were they leaders then? And then we'll try also to understand who are the Pharisees. Kwa nini like wanashinda wamesumbua Yesu hivyo, and kwa nini tena kuna Pharisees na Sadducees? Hao ni akina nani na walikuwa na affect kanisa aje? Walikuwa how they come to be, and where were they in the life of Christ? So we are going to try and understand everything, tuchimbe toka venye waandishi wa Biblia alikuwa anaandika. Kiangalia tena kama Paul alikuwa anaandika Biblia, sisi alikuwa anaandikia. Kama alikuwa ameongozwa na Roho Mtakatifu, alikuwa anajua anaandikia pia sisi. Paul akiandika barua alikuwa anaandikia kwa Galatia ama kwa Filipi ama wa Korintho. Unafaa kujiuliza kwa nini alikuwa anawaandikia, na alikuwa anaandikia kwa wapi, na alikuwa anaandikia kwa nini na kwa wakati mgani. Na hapo mtabarikiwa sana. Tutaweza kuchambua Old Testament, New Testament, tujue kila mtu
tumweke kwa nafasi yake, na pia tuweze kuwalinganisha kama kuna prophets. Huyu prophet alikuwa na profesia wakati mgani? Jeremia alikuwa ana profesia mambo venye Jerusalem itakuja kubomolewa na Nebukadneza, na hiyo happen kwa tegele kwa Chronicle. Tunajiuliza kwa nini Jeremia alikuwa anawaambia hivyo, alikuwa anaambia hivyo wakati mgani? Anasoma mambo yote. So najua mtakuwa nasi na mmekuwa nasi kwa huu wakati, na pia msitoke kuwa nasi. Najua mtapendezwa na topic zetu, na ukiona topic imekupendeza, piga like, piga share, subscribe, ita ndugu yako, ita umia mamako, wanda babako, ama hata marafiki wako. Najua utaweza kubarikiwa. So ningemwalika bibi yangu atuambie topic yetu ya kwanza next week itakuwa gani. So our first topic itakuwa tuweze kuelewa vizuri mbona Paul ama Paulo alikuwa naambia wanawake tuweze kujifunika vitambaa ama kujifunika kichwa wakati tunaomba ama kuprophesy, ama basi kama hatutajifunika tunafaa kuwa tumenyoa. So pia kwa nini pia wanaume walikuwa wanaambiwa kwamba hawafai kufunika vichwa? So kwa nini ikuwe opposite pia? Na kwanza hapo kwa wanawake enyewe tunafaa tujue tunafaa tujue mbona ndio kuna nywele zimependeza siku hizi. So tunafaa tujiulize kwa nini wanasema. So wenye wametengeneza nywele kama bibi yangu yenye inavutia hivi, hiyo mbinguni ya kanyangi. So wewe mwenyewe unajua you have found yourself in such situations. Unaenda kanisa fulani, wanajifunga vitambaa kwa kanisani, wengine wanajifunga vitambaa kila wakati, wengine waume wavaa kofia, na wake pia wavaa kofia. Na pia kwa nini wakati mwingine unakuta wanaume wanakuwa na kofia mahali, all of a sudden watu wakianza kuomba wanavua zile kofia. Na wakati mwingine watu wanawake wanajifunika all of a sudden. Kwa nini kanisa zingine inakuwa ni rasmi kujifunika na kanisa zingine si lazima? Tuko tu unaona. So fedha kujiuliza maswali yote na tujue, je, kwa sasa hivi ni dhambi kutojifunika kitambaa ama si dhambi? So hiyo ndo kitu ambayo tutajifunza next time, na tutapitia haya mambo yote tuweze kuelewa kama mwenye sijafunika kama mimi kwenye tunaenda, kama tunaenda mbinguni, kama hatuendi mnachomeka tu tunaanza kujifunika. Okay, so we'll get to understand it better, and I'm really eager hiyo siku iwadie tuweze kufafanua hiyo topic, you know. And I know you all have burning questions na about our faith. We are walking this journey together, and we are continuous students until the last day. So tuko na maswali, na si maswali yote yako na majibu. Pia sisi tuendelea kusoma Biblia, na tuko pamoja na nyinyi. Kama kuna maswali yenye unaweza penda kujibu, pia unaweza tuandikia hapo kwa comment section, utuambie hii jambo linanitatiza, hili lingine linanitatiza, hili lingine linanitatiza, and we get to understand, is this what God wants us to do, or this is something else that God wants us to do. So Mungu awabariki sana, Mungu atende mema, na asanteni sana tena kwa kuwa mmekuwa mkisikiza the music that I've been putting in the channel. So mbarikiwe sana na mkuwe na wakati mwema, na muendelee kusubscribe, muendelee kushare our content. Na najua with time Mungu atawabariki na atawapanulia mipaka. So tuendelee kushare, kulike, kucomment, na ukishare na mwenzako pale, you know, all of us tunataka tufanye the right thing as the followers of Christ. We want to follow the right path. So thank you guys. That's all we have for you today, and until next time we say bye. It's a goodbye from us, and God bless you. We love you. Take care.